Tunaendelea na Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, ambaye Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ni nani na akasomeshwa na nani na habari zake zikoje. Kwa hiyo tunaendelea, ambaye huyu ni mtu wa pili. Kama tulivyosema, tutazungumza watu watatu tu ambao ni wanafunzi wa Abu Hanifa waliokuwa mstari wa juu katika kueneza madhhabi yake. Wa kwanza ni Abu Yusuf na wa pili ni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, ambaye kafariki mwaka 189 هجرية. والإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ambaye ولد بواسط في العراق. alizaliwa huko Iraq na baadaye akakulia katika mji mwingine wa Al-Kufa. Yani Wasit ni mji wa Iraq ambao vile vile ni mji wa asili wa al-alim al-mubajjal Shu'bah ibn al-Hajjaj. Shu'bah yeye alielekea Basra wakati alipozaliwa, lakini Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani yeye alielekea Kufa huko Iraq. ونشأ بالكوفة، alikulia Kufa. وطلب العلم وسمع من الإمام مالك بن أنس، alitafuta ilmu na akasikia kitu kingi kutoka kwa Imam Malik. والأوزاعي مع الأوزاعي وسفيان الثوري، من سفيان الثوري وصاحب الإمام أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، ناكسوبيانا الإمام أبو حنيفة ناكشكوك فقهي. ولم يدم في مجالسته كثيرا لوفاة الإمام، na hakudumu sana kukaa na Abu Hanifa kwa sababu Abu Hanifa kama tulivyopita kwa alifariki mwaka 150 Hijria. Kwa hiyo hakudumu naye sana, alikaa na Abu Hanifa kiasi. wa akhadha anhu fiqh, akachukua kutoka kwake fiqhi. walam yadum fi mujalasatihi kathira, hakukaa naye muda mrefu kama Abu Yusuf liwafati al-imam wa huwa saghir, kwa sababu ya kufa Imam Abu Hanifa aliyekuwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani bado alikuwa ni mdogo. Thumma akhadha al-ilma an Abi Yusufa, ambaye ni sahibi Abi Hanifa, kisha akachukua ilmu kutoka kwa Abu Yusuf. Abu Yusuf ambaye yeye ndio mwanafunzi katika wanafunzi wakubwa wa Abu Hanifa. Kwa hiyo ina maana ya Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ile kutamadhhab kwake kwa madhhabi ya Abi Hanifa ilikuwa kachukua ilmu kwa Abu Hanifa, lakini vile vile kachukua ilmu kwa mwanafunzi wake Abu Hanifa ambaye ni Abu Yusuf al-Qadhi. Kwa hiyo ni kipengele muhimu hicho. Sasa anapokufa shekhi katika mji, wanafunzi wanakimbia, wakati shekhi ana wanafunzi wake wakubwa ambao wale wanafunzi ndio wanafahamu manhaji ya shekhi. Kwa hiyo taban elimu ina nidhamu, na mtu kifuata nidhamu bila shaka basi kuna mengi ambayo utafaidika nayo. Anasema وكان الإمام محمد فطنا ذكيا، alikuwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani katika watu ambao wana akili sana. hata asbah marja'i al-Hanafiyya fanabagha nubughan kabira, alifikia upeo mkubwa sana wa uelewa wa kukulia katika ufahamu hali ya juu, akaiva kwa ilmu hata asbaha, mpaka akawa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani akawa marja' al-Hanafiyya, ndio marejeo ya wale watu ambao katika madhhabi ya al-Hanafiyya. Yani yoyote ambaye kaja baada yake katika wale waliokuja baadaye, basi lazima tu watumie vitabu vya Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Watu walikuwa wanarudi kwake fi hayati ustadhihi Abi Yusufa, katika wakati wa mwalimu wake Abu Yusuf. Abu Yusuf yuko hai, wale wanaotaka kusoma madhhabi ya Abi Hanifa walikuwa bado pamoja na kuwa Abu Yusuf ana ilmu na maarifa, lakini walikuwa wanakwenda kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, wanakwenda kusoma kwake. Kana lahu munadharat fiqhiyya ma al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, alikuwa ana munadharat yani majadiliano ya kifiqhi pamoja na al-Imam al-Shafi'i rahimahumullah. atharat fi ijtihadihi wa istinbatihi fiqhiyya, tukumbuke kwa Imam al-Shafi'i ndiye ambaye kaanza kuandika na kuchambua na kuweka ile milango ya ilmu ya usul al-fiqh katika kitabu chake cha Risala. Sasa angalia Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani anafanya munadhara kujadiliana na Imam al-Shafi'i katika mambo ya kifiqh, alafu mtazame Shafi'i mwenyewe kuwa ni imamu wa madhhab,
Ukitazama hapa bila shaka utakuta kuwa Muhammad ibn al-Hasan alikuwa sio mtu mwepesi. Tuelewana vizuri, lakini utakuta vile vile njia iliyowapelekea hawa wawe na ilmu na maarifa na mambo mengi ya kifiqh, walikuwa wana mijadala mbalimbali, wana mazungumzo, lakini sio mijadala ya sasa hivi ambayo watu wanaitangaza kutakuwa kuna munakasha, tena watu wakachangishana wanakwenda kwenye munakasha, tena mtu hapo munakasha wenyewe fulani anasema jambo mwingine analikataa. Hawa walikuwa wakifanya minadhara, majadiliano ya kiilmu ambayo yalikuwa yameshiba adilla na walikuwa wameshiba elimu, na ndani yake hudhuria wale maulama, na yalikuwa na adab na akhlaq, na matokeo yake ndiyo hii hali ya upana wa ilmu na vitabu kuandikwa tunayoiona. Sio minadhara ile ya kuwa kila mtu hajafika katika munadhara tayari kashashinda. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hiyo almuhim ni kuwa waqad athna ala makanatihi alilmiya aqranuhu wa talamidhatuhu, bila shaka wamemsifu sana huyu Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wale aqranuhu waliokuwa pamoja naye, wa talamidhatuhu na wanafunzi wake, kumsifu kuwa huyo alikuwa ni katika watu wenye maarifa sana. Qala al-Imam al-Shafi'i, Imam al-Shafi'i asema ma ra'aytu ahadan qat min muslimuna, mtu yoyote idha takallama ra'aytu al-Qur'ana nazala bilughatihi, mimi sijamuona mtu idha takallama ambaye akizungumza ra'aytu al-Qur'ana, basi na yuna Qur'ani nazala bilughatihi, kwa hiyo Qur'ani hasemi teremka kwa lugha yake, yani alikuwa akifahamu Qur'ani kupita maelezo, bali maneno yake yalikuwa ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kila kitu dalili, illa Muhammad ibn al-Hasan, isipokuwa Muhammad ibn al-Hasan huyo alikuwa kabobea, yani akizungumza kana kwamba Qur'ani imeteremka kwa lugha yake, kana kwamba ile Qur'ani yani maana yake yani Qur'ani inateremka, basi maana yake yeye yupo pale kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. فإنه كان إذا تكلم رأيت القرآن نزل بلغته، asema alikuwa akizungumza naona Qur'ani imeteremka kwa lugha yake. Walaqad katabtu ilmu hamla ba'id, Imam Shafi'i rahimahullah wasema mimi nimeandika kutoka kwake kitu kingi sana ambacho atakiwa sasa mnyama ndo abebe, yani Imam Shafi'i katika watu waliochukua kutoka kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Wakala aidan, na akasema vile vile Shafi'i rahimahullah ما رأيت رجلا أعلم بالحرام والحلال والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن. سيمونا متوجوا من بيا حرامنا حلالي نا من بيا علل بالبالي ناسخ منسوخ لكم محمد بن الحسن الشيباني. إنما أنا محمد بن الحسن كتك فقه متوتو أبو حنيفة، أن إمام الشافعي إلى شك كشكو علم كتبكم محمد بن الحسن كما نميكو أبو حنيفة. يعني كسوم مسألة تاريخ ladha na halawa tutakayoipata. Kwa nini kupatikana chuki baina ya watu kwamba sisi Shafi'i tunaochukia kina Hanafia, wakati Shafi'i mwenyewe usul na mambo mbalimbali kajifunza kutoka kwa wanafunzi wa Abi Hanifa, sio kila kitu bali mambo mengi bila shaka. Halafu ahlul ilmi walikuwa hawaifahamu elimu kama tunavyoifahamu sisi sasa hivi. Kwa watu wakishakuwa na markazi yao, basi inakuwa kana kwamba wana nchi yao na dini yao, na maana mwingine haruhusiki kuingia kule, au mwingine akija basi inakuwa kama kituko. Hapana, hawa watu wanapozungumza haya maana yake walikuwa wanaushirika na ushirikiano, kwa sababu lengo ni watu kuelewa haki, basi hawajali rangi wala tabia, hawajali kadha wala kadha, almuhimu watu wafike katika kuelewa haki, na mazungumzo yao ilikuwa ni kuitafuta haki. Na hii kufanya minadharat sio kugombana kama ilivyo sasa hivi, tena watu wanaitana kila majina na matusi ya kila aina. Hapana, bali hii kuzungumza na kufanya mijadala ilikuwa ni katika nashati za kielimu, ilikuwa ni katika manahiji za kielimu, yani zile nashat. Na ndio maana hata Bukhari rahimahullahu alifanyiwa imtihan Bukhari kugeuza hadithi 10 kadha wa kadha ili yatahiniwe. Ahlul ilmu walikuwa wakifanyiana mitihani, ilikuwa ni katika nashati za kielimu, mambo ambayo yanawachangamsha wao kielimu. Lakini tofauti na sasa hivi imekuwa ni vipengele vya chuki. Sisi markazi yetu hii, markazi yoyote haifikii daraja katika markazi yetu. Kwa hiyo hata likija zuri kutoka katika markazi nyingine, markazi yetu sisi hatulitaki kwa sababu sisi tuna fulani na fulani. Kwa kweli huu si ufahamu mzuri na sio sahihi kabisa wa kiilmu, hasa kwa wale wanaojinasibisha na ad-da'watu as-salafiyya. Wa kana Shafi'i تلميذه أخذ عنه العلم،
Shafi'i alikuwa katika wanafunzi wa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kwa sababu kasoma kwake, na kipengele hichi ni kipengele ambacho ni muhimu. Sasa hivi kuna istilah ambayo inazungumzwa na watu wengi, na istilaha hii si nzuri katika upande wa misingi ya kielimu. Anaweza kuwa mtu ana ndugu yake wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, katoka kusoma na ilmu, akiambiwa wewe unasoma kwa ndugu yako asema mimi sisomi, nachukua faida tu bali. Sheikh wako nani? Sheikh wangu yule kule. Au mtu ana rafiki yake anajua kamzidi ilmu na anamsomesha, lakini hasemi kuwa yule ni mwalimu wala hataki. Anachokitaka yeye aseme kwamba anachukua faida. Au baadhi ya wakati watu wanamwambia mtu njoo someshe, lakini si kwamba wanamheshimu kwa sheikh, la, wanamheshimu kwa yani maana yake ni mustafid. Kuna watu waitwa mustafid wakitoka jamiati, kwa hiyo hawa ni mustafidun, yani maana yake istafadu, yastafidu mustafid. Kwa hiyo hawa ni mustafidun kwa sababu wamepata faida, basi na sisi tupe faida, yani hawapewi heshima kuwa ni walimu. Sasa da'wa salafia na misingi yake ipi ambayo ina direct inaongoza katika sura hii? Ukisomeshwa hadithi moja, neno moja, unatakiwa uheshimu na uwe na heshima kwa yule ni mwalimu. Tena umheshimu katika misingi ambayo kaielezea Ibn Jamaa katika kitabu chake alichoelezea adab za talibul ilm. Sio kuwa mtu akosomesha mambo mbalimbali ya kielimu kisha bado katika nafsi yako waeka kuwa huyu ni rafiki yangu au huyu ni mwenzangu ambaye ananipa faida. Sio anakupa faida, ni mwalimu wako, mheshimu, kuwa na adab na akhlaq kwa sababu huyu ni mwalimu. Na ndio maana Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ukimtazama huyu katika atba'u at-tabi'ina, na Muhammad ibn Idris al-Shafi'i katika atba'u at-tabi'in, walikuwa wapo karibu sana wakati wao. Lakini Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alikuwa ni mwanafunzi wa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, na wala ahlul ilmi hawakuwa wakiona kitu kikubwa mtu kusema fulani sheikh wangu kwa sababu umechukua elimu kwake. Ila sasa hivi vijana wengi wanashindwa kukiri kwa fulani ni mwalimu wangu, kwanza hawamheshimu. Lakini vile vile akisema kwa fulani mimi ni mwanafunzi wangu, ima mtu kashafikia martaba kuwa ana nafasi katika mahala fulani au yupo katika level fulani, basi kuambiwa kwa fulani kasema wewe ni mwanafunzi wake linamuudhi na anakasirika na anaweza kuacha kusoma kwa fulani. Lakini hii ni jahil na si namna sahihi ya kuelewa mambo ya akili. Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani alikuwa akifanya munadhara wa kielimu na Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Pamoja na hayo, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i kachukua ilmu nyingi kutoka kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Kwa hiyo bila shaka wakana Shafi'i tilmidhuhu akhadha ilm. Shafi'i alikuwa ni mwanafunzi, kachukua ilmu kutoka kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, wa akada ustadhiyata, na Imam Shafi'i akatilia mkazo kuwa yeye ni mwalimu lahu wake fi ilmu, katika ilmu al-fiqh fi din, katika fiqh pale aliposema kuwa yeye ni mtu ajua vizuri haram na halal na ila na nasikh na mansukh, na alikuwa akizungumza kana kwamba Qur'ani ndio lugha yake. Kwa hiyo ni mambo yalikuwa wazi, pamoja na kukaribiana sana kiumri baina ya Shafi'i na Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, lakini si tatizo. Kwa hiyo watu usiseme fulani mimi nimepata faida kwake, sema nimesoma. Na mtu uwe na adabu na mwalimu wako, sio umepata faida, wewe umesoma. Na ukitaka kusoma tena ufahamu kuwa huyu ni mwalimu, uwe na adabu naye. Hakuna swala kuwa napata faida kwake au mimi nampa faida na yeye ananipa faida. Wewe ni mwalimu wako, kama hutaki basi manake usisome, kwa sababu sheria ndio itakupa vidhibiti. Na ndio maana Ubay ibn Ka'b ni mwalimu wa Abu Huraira. Abu Huraira ni a'lamu an-nas fil hadith, lakini Ubay ibn Ka'b qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ubay kuwa nisomee Qur'ani. Ubay akasoma Qur'ani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza kuhusiana na aqra'ukum, mtu ambaye ana ilmu zaidi katika kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni Ubay. Kwa hiyo masahaba kina Umar ibn al-Khattab, masahaba kina Abu Huraira, masahaba wengine wakasoma kwa Ubay ibn Ka'b, ni sahaba mwenzao, ni mwalimu wao, ndio walikuwa kinaheshimu.
Kwa hiyo ni mambo ya kuchunga ili watu wapate zile baraka za elimu. Kusema kwa fulani mimi ni mwalimu wangu haikugharimu chochote, lakini ni tawadhu. Hata kama pengine wewe una kitu katika elimu ambacho labda unacho unahisi huyu hana, au akikipata basi maana na mimi nitamsomesha, swala hilo ni jingine. Madamu unachukua kutoka kwake, yule ni mwalimu wako na shekhi wako. Tena mengine ya kwa je atachukua kwako au kashachukua kwako, hii ni habari nyingine. Muheshimu katika ile nidhamu ambayo imewekwa kisheria. وقال أبو عبيد كاسم أبو عبيد ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن. أبو عبيد أسمى أنباء أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي alikuwa ni imam katika ahlul ilmi al-kibar. Anasema kana وقال أبو عبيد اسمه أبو عبيد أنباني القاسم بن سلام البغدادي alikuwa ni katika ahlul ilmi, imam bari fi ulumi kathira, alikuwa ni mtu mwenye ilmu nyingi sana. Asema ma raaitu ahadan a'lam bi kitabillahi min Muhammad ibn al-Hasan, mimi simjui mtu ambaye alielewa kitabu cha Allah kuliko Muhammad ibn al-Hasan. وكان الإمام محمد بن الحسن فضل كبير في تدوين المذهب ونشر علم أبي حنيفة. na Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani alikuwa na fadhila kubwa sana katika kuandika nashri ilmi Abi Hanifa na kueneza ilmi Abi Hanifa wa hifdhihi na kuhifadhi bitasnifatihi al-qayyima wal-kathira, kwa vitabu vyake alivyoandika vyenye nafasi ya juu na vingi, allati intasharat fi al-amsar al-islamiyya, ambavyo vimesambana kuenea katika miji ya Uislamu. Wa alaiha yaatamidu al-Hanafiyya, na katika vitabu hivyo ndio watu wa madhhabi ya Hanafia wanavitegemea fi madhhabi, katika madhhab ka kutubi dhahiri al-riwaya, kama vitabu ambavyo vinaitwa dhahir al-riwaya. Viko vitabu 6. Cha kwanza ni al-aslu, kimeitwa al-aslu kwa sababu ndio kitabu cha mwanzo alichokiandika Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, au al-Mabsut, jina lake al-aslu au al-Mabsut. Cha pili al-Jami' al-Kabir, cha tatu al-Jami' al-Saghir, cha nne as-Siyar al-Kabir, cha tano as-Siyar al-Saghir, cha sita az-Ziyadat. Kwa hiyo akisema imekuja katika dhahiri riwaya, maana yake wanakusudia moja katika vitabu hivi. Kwa hiyo ahamu muallafatihi, na ndio vitabu vilivyokuwa ni muhimu zaidi, vilivyofahamika zaidi ni katika vitabu vya Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, ambavyo jumiat fi kitabi al-Kafi, vyote vimekusanywa katika kitabu kinachoitwa al-Kafi lil-Hakim al-Shahid, kama ambavyo inshallah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala tutakuja kuzungumza huko mbele. Waqadi sharahahu Shamsul A'imma as-Sarkhasi fi kitabihi al-Mabsut, na Shamsul al-A'imma kaja kusherehesha hivi vitabu vyote, wanasema takriban mijalladi 30. Hivi vitabu vyote vimeshereheshwa takriban katika mijalladi 30. Huwa min aham al-kutub al-asliya fi al-madhhab al-Hanafi. Hivi ndio vitabu vya muhimu sana, vya asili, vya msingi, ndio chimbuko la madhhabi ya Hanafia. Huwa min aham al-kutub al-asliya, hivi ni katika vitabu muhimu sana, miongoni mwa vitabu vilivyoandikwa vya asili kabisa fi madhhab al-Hanafi, katika madhhabi ya Hanafia. Kwa hiyo anayetaka kusoma madhhabi ya Hanafi, basi anataka kutafuta vile vitabu vya asili, kauli hasa za wale maulama ambao ndio chimbuko la madhhab, basi manake asiache kutafuta hivi vitabu, kama sayati bayanu dhalika qariban, kama ambavyo inshallah tutaelezea tutakapokuja kuelezea vitabu vya madhhabi ya Hanafia. Walau muallafatun ukhra kathira Muhammad ibn al-Hasan, na vitabu vingine ككتاب الرد على أهل المدينة، كما كتاب الرد على أهل المدينة، وقد رواه عنه الإمام الشافعي، أما وكيكواك إمام الشافعي كما تلبسنا الشافعي كتاب نفوز محمد بن الحسن. وكذلك له كتب غير ظاهر الرواية، أنا التوفيقين تفوتنا بالكتاب 6 أنباب سيسي ثم بيلزاء الأصل والجبل الكبير الجمع الصغير، السير الكبير، السير الصغير، وموجة مع الزيادات. أنا كتاب بنجين. وروى الشيخ أبو عبد الله حسين بن علي الصيمري بسنده عن يحيى بن معين أنه قال، فبكي الشيخ أبو عبد الله حسين بن علي الصيمري كتب يحيى بن معين وكسيمة كتبت الجامع الصغيرة من يديك الجامع الصغير عن محمد بن الحسن كتب محمد بن الحسن. لكن في الويل وعن إبراهيم الحربي قال أسيمة سألت أحمد بن حنبل من مولد أحمد بن حنبل رحمه الله وقلت كسيمة
من أين لك هذه المسائل الدقاق هيا mambo ya ndani katika fiqh kwani hasa umeyapata في إبراهيم الحربي amuuliza Imam Ahmad ibn Hanbali قال akasema Imam Ahmadi min kutubi Muhammad ibn Hasan kutoka katika vitabu vya Muhammad ibn Hasan maana hata Imam Ahmadi kachukua elimu kubwa sana kutoka katika vitabu vya Muhammad ibn Hasan ambaye huyu ni mtu wa pili tunayemzungumza aliyefanya juhudi ya kusambaza madhhabi ya Hanafia maana yake Imam Ahmadi kastafidi kitu kingi sana katika madhhab ya Hanafia وقد ولي القضاء للرشيد وسافر معه إلى الري وتوفي بها في سنة alifariki katika mwaka 189 baada ya kuwa qadhi vile vile katika wakati wa Rashid. طبعا وافق وفاته مع يوم وفاة أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي. alifariki Ar-Ray huyu Muhammad ibn Hasan al-Shaybani kama 189 Hijria na siku aliyofariki alikufa vile vile alimu mwingine ambaye anaitwa Abu al-Hasan Ali ibn Hamza al-Kisai ambaye ni alim al-lugha wa sheikh al-qiraat ile mwanawazuni lugha pamoja na qiraat qala Harun al-Rashid akasema Harun al-Rashid yawmain siku ambayo alifariki hawa ahlu al-ilm wawili dafantu al-arabia wal-fiqha bil-ray al-yawm leo nimezika mtu ambaye kabobea katika lugha ya Kiarabu na fiqhi huko al-ray sikile farahimahullahu alayhi وغفر له وتغمده في جناته الله تبارك وتعالى أمرحم العالم الجليل محمد بن الحسن الشيباني نعم سميه na Allah subhanahu wa ta'ala amuingize katika pepo yake. Hapo tutakuwa tumemaliza kumuelezea Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani al-alim al-kabir al-jalil, na tunaendelea kumzungumzia mtu wa tatu ambaye tulisema tutamuelezea, anaitwa Zufar ibn al-Hudhayli al-Ammari al-Kufi.